Ni siku ambayo itabaki kwenye vinywa na fikra za Wakenya baada ya kampuni 3 kubwa za kibinafsi za utangazaji kusitisha kupeperusha matangazo kwenye televisheni kwa muda wa siku kadhaa. Hii ni baada ya serikali kutoa makataa kwa wamiliki hao wa vyombo hivyo vya habari kujiunga na mfumo wa dijitali. Huku mzozo wa uhamiaji wa dijitali ukiendelea baina ya wamiliki wa vituo hivyo vya televisheni na serikali, wananchi wengi wameathirika pakubwa, ikiwemo wasanii haswa waigizaji. Mesoya TV sasa hii yapata masaa 24, hatujajua Kenya iko vipi ama ulimwengu uko vipi. Ingekuwa muhimu hata kama alipeana wakati tununue ifana takana, angeongeza hiyo wakati, maana sasa wakati kama tunakimbilia mambo ya school, tumalizana shule kwanza. Unajua hata kuzima hizi stesheni zote mpaka huo mtambo itakuwa ni shida, maana yake wengine hawana pesa. Ingetupa muda miezi 3 mpaka ingekuwa kidogo jambo. Hii Februari na Januari umesema school fee. Sisi kama wa Kenya tumeathirika juu ya kuona hiyo matangazo, pia upande wa uchumi kwa mpaka watu watumie ile GoTV video. Yaani watu kama sisi hatuna zile pesa za kuneneza kwa hiyo QTV. Ali Kubo ni msanii na amekuwa akishiriki kwenye vipindi vya kuigiza kwenye televisheni moja ambayo kwa sasa hairushi tena matangazo yake kupitia njia analog wala dijitali. Kwa mtazamo wangu mimi naona ili swala la kuhama kutoka kwa mfumo wa zamani na kuingia katika mfumo wa kisasa ambao ni digital, kwanza kabisa umetuathiri sisi wananchi. Kivipi? Kwa sababu unapata kwamba toka zizimwe hizi televisheni, wengine wetu ni kwamba ama wananchi wengi, kuna stesheni ambazo walikuwa kuwao wanazitegemea na wanaziamini zaidi kushinda zile ambazo ziko kwa sasa, ambapo ni wazi zinapendelea serikali. Na naweza kusema katika hili swala zima, kusema la ukweli, ni sawa kwa watu kwenda dijitali. Na kama tunavyojua kwamba kufikia mwezi wa 6 ni kwamba dunia nzima iwe imeshafika kule. Msanii huyu anasema kwamba hatua hiyo imezorotesha sanaa humu nchini na kupelekea sekta ya usanii kupoteza mamilioni ya pesa. Watu wanaumia, na katika fani pia wanapata kuona kwamba vile vipindi ina mfumo wake kwamba kuweza kuingia hewani, na ilikuwa ni mwanzo wa mwaka mpaka mwezi wa 3, lakini imezorotesha ile system ya vipindi, na paka itabidi kwamba sasa ile mfumo umeharibika paka isubiriwe tena, ambapo huku serikali ikiifanya hivyo wakumbuke kwamba wenzao wanapoteza mamilioni. Katika ile hali ya kutofaidika na mfumo huu, nakumbuka wewe ni mmoja wa wasanii na mara nyingi umekuwa ukijihusisha na usanii wa mchezo wa kuigiza katika baadhi ya runinga. Sijui kama labda kwa upande wako hali hii imekuathiri, ya kwamba labda mapato yako kwa sasa unaona kwamba imeenda chini ama labda hakuna kabisa. Kwa hivi tunavyozungumza sasa ni vipindi vingi ambavyo haviwezi kuoneshwa hewani. Hii ina maana kwamba ikiwa ni wiki 2 ama mwezi mmoja, ile muda ambao ulikuwa kumuoneshwe ama kipindi chenu kionyeshwe katika TV itakuwa hamwezi kulipwa, kwa sababu itakuwa hamujaonekana katika ile TV. Kwa hivyo haiwezi kuonekana. Hilo ni la kwanza. La pili, hivi sasa hivi nakwambia kuna watu wingi ama vikundi vingi ama zile production house zimewasilisha kazi zao katika ma-TV ili ziweze kuanza. Ilikuwa kwa mwezi wa 3 zafaa zianze, na kwamba huo mwezi wa 2 kwa ni kumalizana na mambo ya makubaliano na kusign contracts. Vituo hivi vimekuwa katika mstari wa mbele kukuza sanaa na utamaduni humu nchini. Kwa bahati nzuri ambaye zile station ambazo zimezimwa, ndo nina imani kwamba na hata baadhi ya wasikilizaji watakubaliana nami kwamba ndo station zilizo na vipindi bora na vinavyotegemewa zaidi. Runinga hizi 3 zimekuwa zikilumbana na halmashauri ya serikali ya mawasiliano kuhusu swala la kuhama kutoka mfumo wa zamani hadi dijitali, hali ambayo msanii huyu anasema kuwa vituo hivyo wangepewa muda hadi Juni mwaka huu. Jirani kama Tanzania tayari wao walishahama katika mfumo huu, lakini kwa nini iwe ni mpaka mwezi wa 6 na ishurutishwe kuanzia sasa? Kwa sababu tunaona kwamba mwezi wa 6 ni miezi michache iliyobakia. Sioni haja gani iwe msukumano paka kiasi cha kwamba zile TV zizimwe, wananchi wapate tabu, hawana uwezo ama access katika kuangalia televisheni. Mimi naona serikali ilikuwa kwa madamu wamesubiri muda wote huo, kuanzia sijui ni miaka 2 labda mwaka mmoja toka hii kesi iwasilishwe mahakamani. Kwa hivyo ni muda mchache umebakia. Itakumbukwa kwamba hatua ya mwisho ya kufunga mitambo ya zamani ya kurushia matangazo yani analog ya runinga hizo ilichukuliwa baada ya amri ya mahakama ya juu zaidi nchini Kenya kuidhinisha uhamiaji huo. Lakini je, mfumo wa dijitali itaendeleza usanii na sanaa humu nchini? Hii dijitali kwa njia moja au nyingine ni faida kwetu wasanii, kwa sababu kwa vile kwamba hii njia itakuwa ni rahisi kumiliki TV, na imani kutakuwa kuna watu wengi ambao wana uwezo au fanya biashara
kuna watu kadhaa watakuwa wameweza kuja na kusema kwamba mimi naona nijihusishe katika biashara ya TV, ama mimi naona nifungue TV kunufaisha jamii kwa kitu fulani, ama TV za kidini. The moment kwamba watu wakijitolea kwa wingi kufungua televisheni, na sisi tutapata ile fursa ya kukuza vipaji vyetu. Station moja ya taifa wakati mimi nikiwa mdogo, ambapo kivyovyote lazima upeleke kazi yako pale. Lakini the moment hii ikipanuka, mfumo wa digital na TV zikiwa nyingi, basi wasanii wingi watakuwa wamekuzwa, kwa sababu usipooneshwa katika televisheni hii unaweza kupeleka kazi katika televisheni nyingine, ambapo nina imani kwamba sanaa itakuzwa kwa kiasi kikubwa zaidi kulinganishwa na miaka ya nyuma, kwa sababu itakuwa watu wana ile upeo wa kuona mbali kama standard iliyoko Tanzania ama hata Nigeria. Kwa hivyo mimi naona mfumo huu wa dijitali utatunufaisha sisi kama wasanii kwa njia moja ama nyingine. Ingawa tarehe hiyo bado haijawadia, wengi wa wasanii na watazamaji wanaotegemea runinga hizi tayari wanaonja athari za kukera za maendelezi ya teknolojia. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza makala haya sanaa na usanii, nami nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako. Jina langu ni Ibrahim Jafar Olum.